Ile kazi ulionipa imegonga mwamba. Umegonga mwamba kivipi tena? Yaani pale katika kundi letu kuna anajiita Snake, jamaa mmoja mpaka bridge katika kundi letu pale ameshastuka na issue humpa bosi. Kwa hiyo unataka fanya mpango yule jamaa sawa. Nakupa agizo moja. Sawa? Sawa. Mpeleleze, mpige picha, afu niletee. Sawa sawa. Kazi ndogo kwangu. Ila kwa makini. Sawa sawa. Take it. Dadangu. Ndio kaka. Leo ni siku ambayo tunamkumbuka marehemu baba yetu. Sasa ni siku muhimu sana. Kwani tungekaa zaidi kimya, kaburi lile lingeota sana nyasi. Sasa hivi na mpango nipambane, nitafute pesa ili tukalijengee ile kaburi. Hicho ndio cha muhimu kakaangu, na mimi ndio nilichokuwa nakifikiria. Lakini kuna jambo linaniambia kwamba sasa upo sawa, una changamoto ambazo unazozipitia, na linaniambia kuniambia. Ndio niambie kaka, ni changamoto gani ambayo sasa unakabiliana nayo? Changamoto nina, lakini hii changamoto ni husiana na mambo ya kiume tu. Ukiwa kama dadangu, nikikwambia nako kama nakukosea heshima, ila niko sawa. Unajua kama ndio ni kakaangu pekee ubakia, na unajua kabisa sisi tupo wawili tu. Usiponiambia mimi dada yako, utamwambia nani mwingine kaka? Ni kweli, uko sahihi. Lakini haina madhara sana. Wala haina muhimu sana kufahamu. Kwa sababu kuna vitu vingine unapaswa dadangu ufahamu na vingine usifahamu. Ila nitasimama pale pale. Nataka utulie. Sawa kakaangu, mimi nimekuelewa. Unielewa? Ndio kaka. Una siku hizi ushaanza kuuza kasha hizi nini zile? Kasha kaka. Hizi. Tamu. Kaka. Unajua dadangu. Ujasiriamali unaanzaga chini mdogo mdogo. Ukijitahidi dadangu, utakuja kuwa na duka kubwa. Ujasiriamali unaanzaga hivi taratibu. Tatizo kaka, wewe ndio utakuwa unanifelisha mdogo wako. Kila saa ukipita lazima ungize mkono. Tatizo unajua kupika. Basi japo mpishi naye analisha. Hata sitaki. Sasa mimi kaka sitaki kula kasha, nataka kula ugali njema niuma. Basi ndio jikoni pale kuna angalie kama kuna chochote fanya mambo. Ndio ni sawa. Na sawa. Bwana Sosi, namba. Mimi nimekuita hapa, nimekuwa kama baba yako. Nasema hivi, nakuomba ukomae kiume. Mimi sasa nazeeka au nimeshazeeka. Kwa hiyo majukumu yote yatakuwa mikononi mwako. Usipende mara kwa mara kuwa mwepesi wa kutoa shida zako mwa watu. Kama kuna swali nikukwama kabisa, ambaye kwanza nimuone baba. Mimi ndio mshauri wako wa mwisho. Mwanangu, shida hii ufanye hivi. Sasa ukiwa mwepesi kuambia watu, unajirahisisha. Nashukuru nielewa. Nielewa. Kwa kuomba uwe kiume. Usiwe mwepesi wa kutoa shida mwa watu. Watu bado niko hai. Kwa kwanza, la pili, mimi asili mdote Mungu anaweza akanita. Mchunge sana dada yako. Kwa sababu wewe ndio baba utakayebaki, ndio wewe ndio wa kutegemewa. Kwamba baba nimeshamzika, bado mimi majukumu yote yangu kwa mimi. Kwa hiyo mtunze sana dada yako.
nimekuja kukueleza hayo, nataka uyashike kabla sijaondoka. Mimi niko njiani sasa. Angalia, nilikuwa na nywele nyeusi, sasa hivi nywele nyeupe. Ndio sababu ndio hii sasa ndio safari. Kwa hiyo wewe ndio kama simba unaunguruma msituni. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba muagize dada yako, wewe ndio simba unaunguruma msituni. Unajua simba akinguruma hata milango imefunga, lakini wanaona kama viko wazi. Nafikiri umenielewa. Sawa. Hiyo ndio shida yangu niliyokutia hapa. Una swali lingine? Si.